Mwanzo sura hiyo ya kwanza mstari ule wa 26. Naomba nisomee hapo. Mwanzo sura hiyo ya kwanza tuliokuwa tumesoma mstari wa 26. Nitasoma. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Amen. Mungu aliposema na tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu akatawale, kuna mambo matatu yaliyokuwemo ndani ya hilo andiko au ndani ya huo usemi wa Mungu. Moja ya kitu ambacho Mungu alikuwa anakimaanisha hapo ni kwamba mwanadamu namna alivyokuwa ameumbwa, kwanza kuna vitu aliviweka kwake. Jambo la kwanza ambalo aliliweka kwa huyo mwanadamu, kuna kitu kinaitwa political image. Yani political image ni sura ya kiutawala aliweka ndani ya huyo mwanadamu, ambayo hakuna kiumbe chochote ambacho kina sura ya kiutawala, ila kila kiumbe kinatawaliwa, kila kiumbe kinaongozwa. Lakini jambo lingine ambalo Mungu alikuwa ameliweka kwa huyu mwanadamu ni intellectual image. Yani akaweka akili ndani ya huyu mwanadamu, akamwekea akili. Kwa huyu mwanadamu ameumbwa kiutofauti, kwa sababu katika viumbe ambavyo Mungu alivifanya ni mwanadamu pekee tu ambaye Mungu aliweka akili ndani yake. Na ndio maana unaweza ukakuta kuna kiumbe kiko mahali fulani, tabia ambazo kile kiumbe kinafanya unaona ni tofauti, lakini ndani ya huyo mwanadamu Mungu aliweka moral image, aliweka maadili, uadilifu ndani ya huyu mwanadamu. Na ndio maana mwanadamu anaweza akaona uchafu mahali fulani, yuko tayari kufikiria na kuona kwamba hiki kitu ni uchafu, anakwenda anakiondoa, kwa sababu ana maadili, ameumbwa kiuadilifu. Ni tofauti na mnyama ambaye anaweza akafanya chochote pale na akaona ni jambo la kawaida, lakini mwanadamu ana hiyo hali ya uadilifu. Na ndio maana ukikuta kuna mambo fulani ya kiuadilifu yametoweka, yameondoka, hana hayo mambo ya kiuadilifu, unaanza kuwa na mashaka na huyo mtu kwamba inakuwaje uadilifu ukawa haupo kwake. Kwa hiyo huo ni utofauti ambao Mungu alimuumba mwanadamu tofauti na viumbe vingine. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya Mungu kumuumba huyu mwanadamu, hakumwacha kama alivyo mwanadamu. Alikuwa karibu naye kwa sababu alimpenda. Ikabidi amwekee bustani ya Eden, na alivyokuwa amemwekea bustani ya Eden akamweka ndani
kwamba ile bustani aisimamie, ailime na kuitunza. Bwana Yesu asifiwe. Hayo mambo yote hayo nakupa ni mambo ambayo ukianza kufikiria, ukianza kuwaza, utakuta kuna kiumbe kilichokuwa kimethaminiwa kama mwanadamu. Mwanadamu ni kiumbe ambacho Mungu anakithamini sana. Ni kiumbe ambacho Mungu anakipenda sana. Na ndiyo maana Mungu kwanza anasikitika hata anapokuwa anaona kwamba huyu mwanadamu kuna mambo ambayo anayafanya ambayo yako tofauti kabisa na mpango au makusudi ya Mungu aliyokuwa amemkusudia mwanadamu. Kwa sababu mwanadamu amethaminiwa sana. Mwanadamu amependwa sana. Mwanadamu Mungu anahitaji awe na mahusiano ya karibu na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo akamtengenezea bustani, akae mle ndani ya bustani, afanye shughuli zake, afanye na kila kitu ndani ya bustani. Sasa wakati yupo ndani ya bustani, akiwa anaendelea katika ile bustani, ndipo Shetani, baba wa uongo, akatokea. Na alitokea kwa umbo la nyoka, maana Shetani hana uwezo wa kutengeneza mwili. Na angekuwa na uwezo huo, basi tungepata shida sana. Lakini hana uwezo wa kutengeneza mwili, ila yeye anachoweza kukifanya ni kutafuta mwili ambao angeweza kuutumia ili afanye matukio fulani. Ni Yesu pekee, ni Yesu peke yake mwenye uwezo wa kufanya chochote, mwenye uwezo wa kutengeneza mwili na akawa mwanadamu na akaja hapa duniani ili kukukomboa wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Shetani hana uwezo huo. Shetani hana uwezo huo. Ni Yesu peke yake ndiye mwenye uwezo wa kufanya jambo hilo. Ndiyo mwenye uwezo. Kwa hiyo akaingia kwa umbo la nyoka. Alipokuwa ameingia katika bustani, akaanza kazi yake. Alipoingia akakutana na mwanamke. Sasa Biblia haijaeleza kwamba mwanaume alikuwa wapi. Mwanaume alikuwa wapi? Kwa lazima wanaume tuwe makini sana hapo, kwamba usiwe mbali sana mbali ukajisahau mpaka mwanamke akaanza kufanya vitu ambavyo wewe hata uelewi chochote. Kama mtawala na kiongozi katika nyumba yako, lakini sio kwa wanawake wengine, lazima usimamie swala hili kiukaribu sana. Maana ukikosea tu kidogo tayari umeharibikiwa. Na Adamu alipokosea tu kidogo tayari akaharibikiwa. Lakini cha kushangaza, huyu bwana yeye hata wakati mwanamke anampelekea tunda ambalo amepewa yeye mwenyewe maagizo kwamba usije ukala, akalichukua na akala pasipo kufikiri kwamba hili tunda si ndio tunda ambalo Mungu ametuagiza tusile. Lakini hapo uwezo kujua pengine upendo ulizidi sana, kama ambavyo Mungu ameagiza kwamba wapendeni wake zenu.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ikabidi upendo ufiche vitu fulani, kwamba akajisahau akashindwa kusimamia wajibu wake. Kwa alipoingia pale nyoka akaenda moja kwa moja kwa mwanamke, kama tulivyosoma kwenye maandiko, akaanza kumjaribu. Maana shetani anachokifanya ni kujaribu. Kujaribu haina maana kwamba unapokwenda kujaribu jambo fulani una uhakika wa kufanikiwa. Unaweza ukajaribu na ukashindwa kufanikiwa ile mipango uliokuwa unaijaribu. Ukashindwa kufanikiwa yale majaribio yake, kulingana na yule uliyekwenda kumjaribu namna utakavyomkuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hapo tunamwangalia hata Yesu, kulingana na namna alivyokuwa anaelewa, anafahamu, ana uwezo, hata alipokwenda kumjaribu bado haikuwezekana. Na wewe hapa inahitajika uwe mtu ambaye ni strong. Hata kama shetani angekuja, basi akute kweli hapa kuna kisiki, kuna kitu, kuna libaba, kuna mama wa kiroho hapa. Hawezekani kujaribiwa, hawezekani kuingilika, hawezekani kufanyiwa kitu chochote kile ambacho kinaweza kikamtoa kwa Mungu na kumleta kwenye uwanja huu wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna siku moja niliwahi kuzungumza hapa nikasema, shetani hana uwezo wa kumwataki mtu. Huo uwezo hana. Shetani huo uwezo hana. Isipokuwa anachokifanya shetani, anatumia mazingira ulionayo wewe. Shetani ni sawa na, niliwahi kutoa mfano kwamba kuna wale waliokaa baharini au waliokaa kwenye maziwa au mahali kokote kule ambako kunapatikana samaki. Huwezi ukamkamata samaki akiwa ndani ya bahari au akiwa ndani ya ziwa, huwezi. Kwa kinachofanyika, utatengeneza mazingira. Wako watu ambao anatengeneza ndoani, akisha tengeneza kuna kidude fulani kule atakiweka ambacho kitakuwa kinaelea juu ya maji. Alafu kwenye ndoani kule ataweka mdudu ambaye samaki akiangalia haelewi kwamba hapa kuna mtego, na atakavyokwenda pale anakwenda kula yule mdudu, na akisha kula wewe unajua kabisa hapa amenaswa. Na hata akinaswa huwezi kumkamatia akiwa ndani ya maji. Unachokifanya unavuta na kumuondoa ndani ya bahari au ziwa ili uweze kumalizia huku nchi kavu. Na ukisha mtoa nchi kavu hana nguvu, tayari umemmaliza. Kwa ni sawa na shetani. Unapokuwa kwenye ulinzi wa Mungu, unapokuwa ndani ya Kristo, unapokuwa ndani ya mapenzi ya Mungu, shetani hawezi kukufanya jambo lolote. Isipokuwa anachokifanya ni kutengeneza mazingira ambayo yatakuwezesha wewe kutoka kwenye ulinzi wa Mungu na kuja huku aliko ili aweze kukushughulikia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili aweze kukushughulikia. Lakini ukiwa katika ulinzi wa Mungu hawezi kufanya jambo lolote. Amen. Na mazingira anayoyatumia yanaweza yakawa ni eneo lako la kazi. Anaweza akalitumia. Mtu anakuja pengine anasahau change, na unaona hapa basi ndio pa kupatia, unaweka mfukoni. Unaweza ukawa kwenye basi
unaweza ukawa nyumbani, mazingira ulionayo, au kuna kitu ambacho unacho wewe mwenyewe hapo ambacho kila siku unakiwaza, kila siku unakifikiria, kinaweza kikawa ni mazingira ambayo shetani anaweza akayatumia na akakuondoa kwenye ulinzi wa Mungu na akaanza kukushughulikia sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa mazingira ulio nayo yaangalie sana, ndiyo ambayo shetani anayatumia. Hata kwa huyu mwanamke Eva, alichokwenda kukitumia na akakuondoa kwenye ulinzi wa Mungu na akaanza kukushughulikia sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa mazingira ulio nayo yaangalie sana, ndiyo ambayo shetani anayatumia. Hata kwa huyu mwanamke Eva, alichokwenda kukitumia shetani ni mazingira, kwamba Mungu alipokuwa amemuumba mwanadamu na kumweka katika bustani ya Edeni, sasa aliona ya kwamba mwanadamu asingeweza kuishi tu bila utaratibu, bila mpango, bila kujua kwamba ni kweli nimepewa mamlaka ya kutawala na kusimamia humu, lakini yupo Mungu ambaye ni mkuu zaidi yangu. Na ndio maana Mungu alichokifanya ni kumpa maagizo, ni kumpa maagizo ya kwamba sasa wewe umekuwepo ndani ya bustani, kuna mambo kadhaa ambayo hupaswi kuyafanya. Akamwambia kwamba matunda yote ya mti waweza kula, isipokuwa tunda la ujuzi wa mema na mabaya usije kula. Na shetani alivyokwenda akaanzia pale pale ambapo Mungu aliweza kuagiza ya kwamba asifanye, kwa sababu siku zote shetani lazima awe kinyume na Mungu. Kwa hiyo akamshawishi mpaka ikafika wakati ambapo akaondoka kwenye kufikiria kwamba aliyeniweka katika hii bustani ni Mungu. Akaondoa hayo, tamaa ikaingia. Na wewe angalia katika mazingira yako, ni mambo gani unayoyatamani? Hayo unayoyatamani unaweza ukadakwa. Kwa hiyo akaangalia kwamba hiki kitu ambacho shetani amenishawishi kiko sawa sawa. Akachukua lile tunda, akaona linafaa kwa maarifa na akahitaji angefanana na Mungu. Akalichukua lile tunda na akala, akampa na mume wake, na walipokuwa wamekula tu wote wakajikuta wa uchi. Bwana Yesu asifiwe. Tayari ikaonekana kabisa kwamba shetani ni mwongo. Shetani ni mwongo. Na baada ya mwanadamu kupitia mke wake Eva kula lile tunda, alipokuwa amekula, shida ikaingia hapo. Shida ikaingia hapo. Kwa hiyo shida ilipoingia, tayari akamuasi Mungu. Alipokuwa amemwasi Mungu, tayari kwa maana hiyo ndio tunasema kwamba mwanadamu ameanguka. Anguko la mwanadamu ndipo lilipoingia pale. Baada tu ya kushawishika na kukubali kula lile tunda, ndipo anguko lilipoingia pale. Mwanadamu akajikuta ya kwamba kila siku wakati wa jua kupunga, Mungu alikwenda kuzungumza naye, lakini hiyo habari ya mahusiano ya yeye na Mungu ikatoweka, kwa sababu tayari anguko limeingia pale. Mungu akamuacha mwanadamu. Mungu akaona hawezi kuweka mahusiano
Na moja ya kitu kilichosababisha kwamba mahusiano yasiwepo pale ni ile dhambi aliyokuwa ameifanya huyu mwanadamu. Kwa hiyo ukitaka mahusiano mazuri na Mungu, chunga sana kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Ukitaka mahusiano mazuri na Mungu, usimwasi Mungu. Mungu ametupa maagizo ya namna ya kuishi. Ametupa maagizo ya namna ya kutembea. Utakapokiuka na kwenda kinyume na yale maagizo ambayo Mungu ametupa tuyafate, tayari hilo ndilo anguko. Kama ambavyo hata mwanadamu wa kwanza Adam pamoja na Eva, baada ya kukiuka na kwenda kinyume na maagizo ambayo Mungu aliwapa, tayari wakawa wameingia katika maanguko, wakaanguka, wakakosa mahusiano kabisa na Mungu, wakakosa kabisa kuhusiana na Mungu, kwa sababu dhambi inamweka mbali Mungu na mema yanamleta karibu Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya 59 na mstari ule wa kwanza, Isaya 59 mstari wa kwanza, nasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Amen. Sasa hapo Mungu alipomuumba mwanadamu hakuwa na dosari yoyote. Mwanadamu alikuwa safi. Mwanadamu alikuwa mkamilifu. Yuko safi kabisa. Lakini alipoingia katika huu mtego, tayari ndipo ambapo Mungu akamtenga. Ndipo ambapo mwanadamu akakaa mbali na Mungu. Kwa hiyo tunajifunza kwamba tuangalie sana namna tunavyoishi. Tuangalie sana namna tunavyotembea. Kwa sababu sisi ni watumishi wa Mungu. Na kwa sababu sisi ni watumishi wa Mungu, lazima tujue lengo la kuwa watumishi ni nini. Na lengo la kuwa watumishi ni ili tukaurithi uzima wa milele. Lakini kama wewe hujajua lengo ni nini, basi huwezi ukatambua wajibu wako wala thamani ya kile kitu ulichonacho. Kwa lazima ujue lengo, lazima utambue lengo, lazima ujue kwamba kwa nini nimeweza kuokoka, kwa nini nipo hapa, kwa nini nimekuja kanisani, kwa nini nafanya jambo hili. Je, hili jambo ninalolifanya ni la namna gani? Maana Yesu Kristo alikuja ili kuokoa wenye dhambi. Hakuja ili kuangamiza. Na sisi tunapokuwepo mahali fulani, lazima tujue kwamba tuko hapa, lengo kuu ni kwenda kuurithi uzima wa milele, ni kwenda kumuona Kristo. Yesu anasema kwamba ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ile ya 3 mstari ule wa 16, maandiko yanasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu, Yesu Kristo alikuja ili kila mtu
awe na uzima wa milele. Kwa tunapokuwepo sehemu yoyote ile, lazima tuelewe, lazima tutambue kwamba lengo la kuwepo hapa ni nini, makusudi ni yepi, ili kusudi wakati ukifika tuweze kuulisi uzima wa milele. Kwa hiyo anguko lilipokuwa limeingia, likamfarakanisha mwanadamu na Mungu. Mungu akafarakana kabisa na mwanadamu, mahusiano yakaondoka, kila kitu kikakata, na matokeo ya dhambi yakaingia. Maana mwanadamu alikuwa hawezi akahangaika kutafuta chakula, uchumi ukawa mgumu, ndoa ikaingia dosari. Maana ukimsikiliza Adam anasema, si huyu mwanamke uliyenipa. Maana yake pale tayari ameshaona kwamba hakuna mahusiano mazuri tena na nani, na mwanamke, kwa sababu mwanamke ndo kaleta ile shida. Kwa hiyo ndoa ikaingia tatizo, uchumi ukawa mgumu, kila kitu ambacho kingeweza kuonekana mwanadamu akakichukua kiurahisi kikawa hakiwezi kuonekana tena. Maana leo hii hata nikimuuliza mtu hapa nikasema kwamba umefika umri huu, je, umewahi kuyaona madini? Ataniambia sijawahi kuyaona. Lakini madini ni vitu ambavyo vilikuwa viko nje tu, vinaonekana, lakini kwa sababu ya matokeo ya dhambi mambo yote yakawa hayaonekani tena. Shida ikaingia, tatizo likaingia, mwanadamu akakosa msaada. Afanye nini ili aweze kurudi katika mstari, ili aweze kukaa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Ndipo ambapo tunakuja kuona majibu ya Mungu juu ya anguko hili la mwanadamu. Mungu analeta majibu kwamba mwanadamu unapaswa ufanye kitu gani ili haya mambo yaweze kurudi katika mstari. Na jibu pekee ambalo Mungu aliweza kulileta kwa mwanadamu ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kila mtu amwaminie Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huyo mtu maana yake atakuwa salama. Mtu atakayeokoka, mtu atakayemjua Kristo, mtu atakayetembea pamoja na Kristo. Najua wako watu ambao wameokoka, na kama umeokoka, endelea sana kumshikilia Mungu, endelea sana kumshikilia Yesu. Maana unapoendelea kumshikilia Yesu unakuwa salama. Na kama uko mtu ambaye bado hujamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni leo ambayo unapaswa uweze kubadilika na kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana utakapomwamini Yesu Kristo ndipo utakapokuwa salama. Maana tunaposema hitaji kula mwanadamu, hitaji kula mwanadamu ni wokovu peke yake.